Alirudi mwaka 1999 kumwokoa baba yake, lakini akagundua yeye ndiye chanzo cha kifo chake. Kabla hatujaianza simulizi yetu hii, naomba subscribe channel yetu hii ya Hekima za Kale. Kisha weka comment yako hapa chini, niambie unasikiliza simulizi hii ukiwa wapi. Haya sasa, njoo tuanze simulizi yetu nzuri. Ulikuwa usiku mzito uliojaa kimya cha ajabu. Mvua ilikuwa inanyesha taratibu, kama dunia ilikuwa inalia. Akiwa amekaa kwenye chumba kidogo kilichojaa vifaa vya kisayansi, kijana mmoja aitwaye Sarhan alikuwa akitetemeka mikono. Macho yake yalikuwa yamejaa machozi ambayo hajawahi kuyafuta. Alikuwa ameijenga mashine ya ajabu, mashine ya kurudi nyuma ya muda, yani time traveling. Siku zote alitamani kitu kimoja tu: kumwokoa baba yake ambaye alikufa kwa ajali. Baba yake alikufa mwaka 1999 kwenye ajali ya gari. Tangu siku hiyo, maisha ya kijana Sarhan yakawa mazito sana. Hakuweza kuwa sawa tena sababu alimpenda mno baba yake. Usiku huo alijisemea kwa sauti ya huzuni, nitarudi na kuzuia asife, hata kama nitapoteza kila kitu. Alibonyeza kitufe cha button ya kuruhusu mashine ile ifanye kazi. Mwanga mkali ukatokezea ambao ulimfanya asione kitu. Dunia ikazunguka na kuzungusha kila kitu kilichopo pale. Hatima yake akatupwa mbali sana. Alipoamka, alijikuta amelala chini ya mti mkubwa wa matunda. Alitazama mikono yake, ilikuwa ni midogo sana. Alitazama mazingira, akaziona ni nyumba za kizamani sana, na magari ni ya mwaka 1999. Machozi yakamtoka kwa furaha na kusema, nimefanikiwa, nimerudi nyuma ya muda, asante Mungu. Alikimbilia kwa furaha na huku machozi yakimtiririka mashavuni mwake kuelekea nyumba aliyoishi utotoni. Lakini alipoingia ndani, alisimama. Baba yake alikuwa yuko sebleni, mzima wa afya, akicheka na kumkumbatia mama yake. Sarhan alishindwa hata kupumua kwa sekunde kadhaa kutokana na furaha. Basi akafika mbele ya baba yake na kusema, baba, niko hapa kukuokoa. Lakini kabla hajaanza kuzungumza zaidi, mlango ukagongwa kwa nguvu. Watu wawili waliingia, wakiwa na hofu, wakimkimbiza mtu. Baba yake akachukua kitu kizito kuikinga familia yake. Macho ya Sarhan yakashangaa kuwatazama wale majambazi. Wale majambazi hawakuwa majambazi tu, walikuwa wakimkimbiza yeye, Sarhan wa baadaye. Kwenye harakati za kuzuia tukio hilo, Sarhan mdogo, yeye wa zamani, alijikuta akisababisha tukio hilo bila ya kujua. Baba yake alipigana kuilinda familia yake kutokana na wale majambazi, na katika vurugu hiyo ajali ikatokea. Sarhan mdogo alichukua kitu kutaka kumpiga jambazi amlinde baba yake. Hatimaye akampiga baba yake kichwani kwa nguvu na hasira. Bahati mbaya, kimya kilitanda. Baba yake akaanguka chini, damu zikimtoka. Sarhani akapiga kelele, machozi yakimwagika kwa nguvu. Hapana, si hivi ilivyotakiwa iwe. Lakini alikuwa ameshachelewa. Baba yake alimwangalia kwa macho ya upendo kabla ya kufumba macho, na alinong'ona kwa sauti dhaifu, mwanangu, nilijua utarudi. Moyo wa Sarhan ukavunjika ndani yake. Aligundua kitu kilichoumiza zaidi ya maumivu yote. Yeye mwenyewe ndiye aliyesababisha kifo cha baba yake. Safari yake ya kuokoa upendo ndiyo iliyoua upendo huo. Alipiga magoti chini, akilia kama mtoto mdogo. Nimejaribu kukurejesha,
lakini nimekupoteza kwa mara ya pili. Na muda ule ule ile mashine ya muda ilianza kumvuta Sarhan tena kurudi katika dunia yake. Lakini kabla hajaondoka, aliona kitu cha mwisho. Baba yake akiwa ametabasamu kwa mbali, kama kwamba amemsamehe kwa kosa ambalo hakukusudia. Akachukuliwa na kile kifaa na kurudi katika dunia yake ya sasa mwaka 2026. Usisahau kusubscribe kwa ajili ya simulizi nyingine mbalimbali za kusisimua kupitia hapa Hekima za Kale.